Dunia yetu imejaa asili nyingi, lakini baadhi ya asili hizo hazielezeki hata kwa sayansi. Ni matukio yaliyotokea mbele ya macho ya watu, yakarekodiwa, yakachunguzwa kwa kina na wataalamu, lakini licha ya juhudi zote hizo, majibu yake hayajawahi kupatikana. Baadhi ya matukio haya yaliwashangaza mashahidi, yakawatia hofu wale walioyaona, na hata leo bado yanaendelea kuwatesa wale wanaojaribu kuyaelewa. Wakati mwingine ukweli huonekana karibu sana, kama uko watu wachache tu kuupata, lakini kila unapojaribu kuufikia unapotea tena gizani. Na jambo la kutisha zaidi ni hili: huenda si kwamba hatuna majibu, huenda ni kwamba majibu hayo hayakutakiwa kabisa kujulikana. Na kila jaribio la kuelewa dunia kwa undani zaidi linatupelekea karibu na mambo ambayo hatuwezi kuyadhibiti. Leo hautasikia hadithi za kubuni, bali utaingia ndani ya matukio 10 ya kweli yaliyowahi kutokea, matukio ambayo yameacha alama ya kudumu katika historia, lakini hadi leo bado hayana majibu. Na kadri unavyoendelea kusikiliza, jiulize swali hili moja tu: je, uko tayari kujua ukweli, na hata kama hautauelewa? Twende moja kwa moja kwenye tukio hili hapa, tukio la 10. Namba 10 ni Dyatlov Pass Accident. Mwaka 1959, kundi la vijana kutoka Urusi lilianza safari ya kupanda milima ya Ura. Walikuwa sio wageni kwenye mazingira hayo, walikuwa na uzoefu mkubwa na walijulikana kwa uwezo wao kuishi katika hali ngumu. Safari yao ilikuwa imepangwa vizuri, walikuwa na vifaa vya kutosha, chakula, ramani na ujuzi wa hali ya juu. Lakini walipofika katika eneo moja la mlima, walipiga kambi usiku, na hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Usiku huo kitu fulani kilitokea, kitu ambacho hakijawahi kuelezewa kikamilifu hadi leo. Baadaye timu ya uokoaji ilipofika eneo hilo, walikuta hema lao limechanwa kutoka ndani, si nje bali ndani, kana kwamba walikuwa ndani. Walikimbia kwa hofu kubwa, walijaribu kutoka haraka iwezekanavyo, na cha kushangaza zaidi, walitoka nje wakiwa hawajavaa viatu wala mavazi kamili, katika baridi kali inayoweza kuua ndani ya dakika chache. Wakiwa wamekimbilia gizani kwenye theluji bila ulinzi wowote, miili yao ilipatikana baadaye ikiwa imetawanyika umbali tofauti. Baadhi walikufa kwa hypothermia, lakini wengine walikuwa na majeraha ya kutisha. Mifupa ilivunjika kwa nguvu kubwa, na kama walikuwa wamebanwa na kitu kizito sana, na mmoja wao alikuwa hana ulimi. Hakuna damu nyingi iliyopatikana, hakuna dalili ya mapambano na hatua ya ushahidi ya mnyama aliyowashambulia. Watafiti walijaribu kueleza tukio hili kwa njia nyingi: maporomoko ya theluji, upepo mkali, majaribio ya kijeshi asili, lakini hakuna hata mmoja alieleza kila kitu, kwa sababu baadhi ya ushahidi haukuendana na maelezo hayo. Lakini pia namba 9 ni The Bear Watch Hunting. Katika miaka ya mapema ya mwaka 1800, familia ya John Bell iliishi maisha ya kawaida kabisa katika eneo la mashambani Tunis, Marekani. Hakukuwa na dalili yoyote ya hatari, hakukuwa na kitu cha ajabu, mpaka siku moja mambo yasiyoeleweka yalipoanza kutokea. Mwanzoni zilisikika sauti ndogo ndogo kama mtu anagonga ukutani, na hatua za miguu zikitembea nje ya nyumba usiku. Familia ilifikiri labda ni wanyama, lakini siku zilizopita mambo yalizidi kuwa ya kutisha. Vitu vilianza kusogea vyenyewe, milango kufunguka na kufungwa bila mtu, na watoto wa familia hiyo walianza kulalamika kuwa kuna kitu kinawagusa, kinawavuta, hata kuwapiga, lakini hakuna aliyekiona, hakuna aliyekigusa. Na kisha tukio hili lilichukua hatua nyingine kabisa. Sauti za hatua zilianza kusikika ndani ya nyumba, sauti halisi yenye maneno. Iliweza kujibu maswali, iliweza kuzungumza kwa uwazi, kana kwamba ni mtu aliyekuwepo ndani ya chumba. Ilijitambulisha kama roho, na ikaanza kuingiliana na familia hiyo kila siku. Na cha kushangaza zaidi, sio familia hiyo tu iliyosikia sauti hiyo, majirani, wageni, hata viongozi eneo hilo walifika kushuhudia maajabu hayo. Watu wote waliripoti kile kile, kitu kisichoonekana lakini chenye uwezo wa kuzungumza, kugusa na hata kuathiri mazingira. Baadhi walidai kuwa kuna nguvu iliyomlenga John Bell mwenyewe mpaka afya yake ilipoanza kuzoofika, na hatimaye alifariki katika mazingira yasiyoeleweka. Namba 8 ni The Rendlesham Forest Accident. Ajali mwaka 1980. Desemba mwaka 1980, katika msitu mdogo unaoitwa Rendlesham karibu na kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Uingereza, kulitokea tukio ambalo hadi leo halijawahi kuelezwa kikamilifu. Usiku mmoja, wanajeshi waliokuwa doria waliona mwanga mkali uking'aa katikati ya msitu. Mwanga huo haukuwa wa kawaida, ulibadilika rangi
kutoka blue hadi nyekundu kisha nyeupe kali. Ulikuwa ukisogea polepole kana kwamba kuna kitu kinachoshuka kutoka angani. Wakidhani ni ndege iliyopata ajali, walielekea eneo hilo kuchunguza, lakini walichokikuta hakikuwa ndege. Walidai kuona kitu chenye umbo lisilo la kawaida, kama chombo kidogo chenye uso laini na mwanga mkali unaotoka ndani yake. Kimo chake kidogo, lakini kilionekana kuwa na nguvu kubwa. Mmoja wa wanajeshi alikaribia zaidi, alisema aligusa sehemu ya juu ya kitu hicho na ghafla akahisi kama nguvu ya umeme inapita mwilini mwake. Kana kwamba kitu hicho kilikuwa hai au kilikuwa na nishati isiyoeleweka. Dakika chache baadaye kitu hicho kilianza kuondoka pole pole, kisha kikapaa juu na kupotea gizani, lakini tukio hilo halikuishia hapo. Siku inayofuata walirudi eneo lile lile na walikuta alama ardhini, alama 3 zilizounda umbo la pembe 3, kama kitu kilikuwa kimetua hapo. Vipimo vilifanywa na ilibainika kuwa kulikuwa na mabadiliko ya ajabu ya mionzi katika eneo hilo. Serikali ilijaribu kueleza tukio hilo, wengine wakasema ni mwanga wa taa za mbali, wengine wakasema ni makosa ya macho, lakini mashahidi walikataa kabisa kwa sababu waliona kwa macho yao kabisa. Je, walichokiona kilikuwa ni nini? Je, ilikuwa ni teknolojia asili ya kijeshi au kitu kisicho cha dunia hii? Hadi leo Red Sham Forest inabaki kuwa mojawapo ya matukio makubwa ya ajabu yaliyowahi kuripotiwa na wanajeshi wenyewe, na labda huenda kilichotua pale msituni hakikutoka duniani kabisa. We don't know. Namba 7 ni Sumter Mine Strait, ambapo ni mwaka 1948 ndipo ambapo tukio lilimpata huyu ndugu. Asubuhi ya Desemba mwaka 1948, mwili wa mwanaume mmoja ulipatikana ufukweni Sumter nchini Australia. Alikuwa amelala chali kama mtu aliyepumzika tu. Hakuwa na damu, hakuwa na dalili ya mapambano, na kilichowashangaza wachunguzi zaidi, alikuwa amevaa suti safi kabisa kana kwamba alikuwa ametoka kwenye tukio rasmi, lakini hakuna aliyemjua, hakuna aliyeripoti mtu kupotea, hakukuwa na kitambulisho chochote mwilini mwake. Polisi walipochunguza mifuko yake waligundua kitu cha ajabu. Alikuwa hana hata lebo kwenye nguo zake, zilikuwa zimekatwa kana kwamba mtu alitaka kufuta kabisa utambulisho wake. Lakini siri kubwa zaidi ilikuja baadaye. Ndani ya mfuko mdogo uliofichwa walipata kipande cha karatasi kilichokuwa na maneno mawili tu, Tamam Shud. Maneno haya yalitoka katika kitabu cha kale cha mashairi ya Kiajemi yakimaanisha imekamilika au imeisha. Baadaye polisi waligundua kwa karatasi hiyo ilikuwa imekatwa kutoka kwenye kitabu hicho, na walifanikiwa kupata nakala ya kitabu hicho. Ndani yake kulikuwa na maandishi ya siri, namba za herufi zilizopangwa kwa kodi. Walijaribu kuivunja kodi hiyo kwa miaka mingi, lakini hakuna aliyewahi kufanikiwa. Baadhi ya watafiti walizani kuwa alikuwa jasusi kwa sababu kipindi hicho kilikuwa ni wakati wa vita baridi, lakini hakuna ushahidi uliothibitisha hilo. Hadi leo hakuna anayejua mwanaume huyo alikuwa nani, hakuna anayejua alikufa vipi, na hakuna anayejua maana ya kodi ile ambayo ilipatikana. Je, alikuwa ni nani hadi utambulisho wake ufutwe kabisa? Na ujumbe gani ulikuwa umefichwa ndani ya maandishi haya ya siri? Sumter Mine bado ni moja ya mafumbo makubwa zaidi katika historia ya uchunguzi wa jinai, na labda jibu lake lilifichwa kwa makusudi kabisa. Namba 6 ni The Dancing Plague, mwaka 1518. Huu ni ugonjwa wa kucheza. Tumezoea magonjwa mbalimbali ambayo yanasababisha mtu asiweze kuwaza kucheza, lakini sasa hii ni Dancing Plague. Mwaka 1918 katika mji wa Stambourg, Ufaransa ya zamani, kulitokea tukio ambalo halina mfano kabisa katika historia ya binadamu. Mwanamke mmoja anayejulikana kama Frau Trofer alianza kucheza katikati ya barabara. Hakukuwa na muziki, hakukuwa na sherehe, lakini alianza kucheza bila sababu yoyote. Watu walifikiri labda ni jambo la kawaida, lakini siku ilipita kisha nyingine, na mwanamke huyo hakuacha kucheza. Aliendelea kucheza mchana na usiku bila kupumzika. Na kisha watu wengine walianza kujiunga naye. Mwanzoni walikuwa wachache, lakini ndani ya wiki chache idadi iliongezeka hadi watu 300, kisha 100, na wote walikuwa wakicheza bila kukoma. Baadhi walilia wakijaribu kusimama, lakini miili yao haikuwa ruhusu, kana kwamba walikuwa wanapoteza udhibiti wa miili yao. Hali ilizidi kuwa mbaya. Baadhi yao walianguka kutokana na uchovu, wengine walipata mshtuko wa moyo, na wengine walikufa wakiwa bado wanacheza. Mamlaka ya mji ilijaribu kutafuta suluhisho. Cha kushangaza, waliamua kuwaleta wanamuziki wakiamini kuwa
kucheza kutasaidia kupona, lakini badala yake hali ilizidi kuwa mbaya zaidi. Watu walizidi kujiunga na kuendelea kucheza bila hiari yao. Madaktari wa wakati huo walishindwa kueleza sababu. Hakukuwa na ugonjwa uliotambulika, hakukuwa na sumu iliyothibitishwa, na hakuna mtu aliyewahi kuelewa nini kilichowafanya watu hawa wapoteze udhibiti wa miili yao kwa namna ile. Je, ilikuwa ni ugonjwa wa akili uliosambaa au ilikuwa ni kitu kingine kilichokuwa kinawaendesha? Hadi leo Dancing Plague mwaka 1518 inasalia kuwa moja ya matukio ya kutisha na yasiyoeleweka zaidi katika historia ya binadamu, na labda wale watu hawakuwa wanacheza kwa hiari yao kabisa. Namba 5 ni Mary Celeste, ambapo ni mwaka 1873. Mwaka 1873 meli moja itwayo Mary Celeste ilionekana ikipepea polepole katikati ya bahari ya Atlantic. Haikuwa imeharibika, haikuwa imezama, ilikuwa ikielea kama kawaida. Lakini kulikuwa na kitu kimoja kilichowashangaza sana waliokuja kuikagua. Hakukuwa na mtu hata mmoja ndani. Wafanyakazi wote pamoja na manaoza walikuwa wamepotea na hakuna aliyewahi kuonekana tena. Wachunguzi walipoingia ndani ya meli hiyo walikuta kila kitu kikiwa katika hali ya kawaida. Chakula kilikuwa bado mezani kana kwamba watu walikuwa wanakaribia kula. Mizigo ilikuwa salama, hakuna dalili ya wizi, hakukuwa na damu, hakukuwa na mapigano, hakukuwa na ishara ya vurugu yoyote. Vitu vya wafanyakazi vilikuwa bado pale pale, nguo zao, vifaa vyao, hata pesa zao havikuwa vimeguswa, lakini mashua ndogo ya dharura haikuwepo. Kana kwamba waliamua kuondoka wenyewe. Lakini kwa nini? Walienda wapi? Kulikuwa na nadharia nyingi. Baadhi walisema walikimbia wakizani meli hii ingezama. Wengine walihisi kulikuwa na gesi hatari iliyowafanya waondoke ghafla, lakini hakuna ushahidi uliothibitisha nadharia zote. Kwa sababu ukweli mmoja uliendelea kubaki, hakuna sababu ya wazi iliyoweza kuwafanya watu wote waache meli hiyo salama katikati ya bahari, na cha kutisha zaidi, hakuna hata mwili mmoja uliowahi kupatikana. Hakuna ishara walipoenda wala hakuna jibu. Je, nini kilitokea ndani ya Mary Celeste hadi watu wote wakaondoka kwa wakati mmoja? Na kama waliondoka, kwa nini hawakuwahi kurudi wala kuonekana tena? Hadi leo Mary Celeste inajulikana kama meli ya kiroho, moja ya mafumbo makubwa zaidi kuwahi kutokea baharini, na labda kilichowafanya waondoke hakikuwa kitu cha kawaida kabisa. Namba 4 ni The Thomas Ham Mystery. Katika mji mdogo wa Thomas uliopo New Mexico, Marekani, kuna siri ambazo hazionekani kwa macho, lakini inaweza kusikika. Kwa miaka mingi, baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamekuwa wakilalamika kuhusu sauti ya ajabu, sauti ya chini sana, kwa mtetemo wa mbali. Haifanani na gari, haifanani na ndege, na haifanani na mashine yoyote inayojulikana. Ni sauti ya kudumu inayoendelea mchana na usiku bila kukoma. Watu walioweza kusikia walielezea kama ham, ama mlio wa chini unaochosha akili. Lakini cha kushangaza zaidi ni hiki: si kila mtu aliweza kusikia. Baadhi waliishi maisha ya kawaida kabisa bila kusikia chochote, lakini wale waliokuwa wakisikia waliathirika sana. Baadhi walishindwa kulala, wengine walipata maumivu ya kichwa, na wengine walihisi kama wamepoteza utulivu wa akili. Watafiti na wanasayansi walifika kuchunguza, walileta vifaa vya kisasa, wakajaribu kupima sauti hiyo, lakini hawakupata chanzo cha wazi. Hakukuwa na mashine, hakukuwa na mtetemo wa ardhini uliothibitishwa, na hakuna ushahidi unaweza kuelezeka kwa urahisi ambao unaweza kuleta uhakika. Baadhi ya nadharia zaidi huenda ni mawimbi ya sauti ya chini, yani low frequency vibration kutoka ardhini, na hata shughuli za kijeshi za siri, lakini hakuna hata mmoja ambaye ameweza kudhibitisha jambo hilo kwa usahihi wa uhakika wa moja kwa moja. Je, ni nini hasa kinachotoa sauti hiyo chini ya ardhi, ambapo baadhi ya watu tu ndio wanaisikia, na kwa nini wengine hawawezi kusikia kabisa? Hadi leo Thomas Ham inabaki kuwa moja ya mafumbo ya ajabu zaidi duniani. Sauti isiyoonekana, isiyoelezeka, lakini inaweza kusikika, na labda kile wanachokisikia wao hakipaswi kabisa kusikika. Namba 3 ni The Farnham Islay Lighthouse. Mwaka 1900 katika visiwa vya mbali vya Scotland vinavyojulikana kama Farnham Isles, kulikuwa na taa ya baharini inayosimama juu ya miamba mikali, ikiongoza meli kupita salama katika bahari yenye mawimbi makali. Ndani ya taa hiyo walikuwa wanaishi wanaume watatu ambao ni kama walinzi wa taa. Kazi yao ilikuwa rahisi lakini muhimu sana, kuhakikisha taa inawaka kila usiku. Lakini siku moja meli iliyokuwa inapita karibu na eneo hilo iligundua kitu cha ajabu. Taa ilikuwa haiwaki. Hili halikuwa jambo la kawaida hata mara moja.
taarifa ikatumwa. Baada ya siku chache, timu ya uokoaji ilifika kwenye kisiwa hicho. Walichokuta kilikuwa cha kutisha. Hakukuwa na mtu yoyote. Walinzi wote watatu walikuwa wamepotea. Hakukuwa na dalili ya mapambano, hakukuwa na damu, hakukuwa na ishara ya mtu yoyote kuondoka kwa haraka. Lakini ndani ya jengo hilo kulikuwa na mambo ya ajabu. Saa ilisimama, kiti kilikuwa kimeanguka, na baadhi ya vitu vilionekana kana kwamba viliachwa ghafla, lakini mlango ulikuwa umefungwa na hakuna aliyewahi kuonekana akiondoka. Hata mazingira ya nje hayakuonyesha ushahidi wa mtu kuchukuliwa na mawimbi. Hakuna hata miili iliyopatikana, hakuna alama ya miguu, hakuna ushahidi wowote. Baadhi ya watu walisema huenda walichukuliwa na wimbi kubwa, lakini wataalamu walikataa. Kwa sababu ya hali ya hewa siku hiyo haikuwa mbaya kiasi hicho. Wengi walidhani huenda walikimbia kitu, lakini hakuna aliyewahi kujua ni kitu gani. Je, ni nini kilitokea ndani ya taa ile hadi watu watatu wakapotea bila hata alama? Na kama waliondoka vipi kwenye kisiwa kilichozungukwa na bahari kali? Hadi leo Flannan Astley's Lighthouse inabaki kuwa moja ya mafumbo ya kutisha zaidi katika historia ya baharini, na labda kile kilichotokea pale hakikuwa cha kawaida kabisa. Namba 2 ni The Black Dahlia, mwaka 1947. Mwaka 1947 jiji la Los Angeles lilishtushwa na tukio ambalo liligeuka kama moja ya mafumbo makubwa zaidi ya uhalifu duniani. Mwili wa mwanamke kijana aitwaye Elizabeth Short ulipatikana umetupwa kwenye eneo la wazi. Lakini kilichowashangaza watu wote si tu kifo chake, bali namna mwili wake ulivyokuwa umeandaliwa. Ulikuwa umekatwa vipande viwili kwa usahihi wa hali ya juu, kana kwamba aliyekuwa akifanya tukio hilo alikuwa na ujuzi wa kimatibabu. Na zaidi ya hapo, mwili ulikuwa umeoshwa na kuweka kwa namna ya ajabu, kana kwamba ulikuwa ni ujumbe au ishara fulani. Hakukuwa na damu nyingi eneo lile, hakukuwa na ushahidi wa mapambano, hakukuwa na mtu aliyeshuhudia tukio hilo. Polisi walipoanza kuchunguza kwa uchunguzi mkubwa, mamia ya watu waliojiwa. Wengi walijitokeza kudai wanajua kitu, lakini hakuna aliyewahi kutoa jibu la kweli. Barua za ajabu zilianza kutumwa kwa polisi zikidai kutoka kwa muuaji, baadhi zikiwa na vitu vya Elizabeth Short ndani yake, lakini hata hizo hazikusaidia kupata ukweli. Miaka ilipita, lakini kesi yake haikuwahi kutatuliwa. Hadi leo hakuna anayejua nani aliyefanya uhalifu huo. Hakuna anayejua kwa nini alifanya hivyo, na hakuna anayejua ni wapi tukio hilo lilitokea. Je, muuaji alikuwa ni nani hadi akaweza kupotea bila kuacha alama yoyote? Na kwa nini aliandaa mwili kwa namna ile, kana kwamba alikuwa akijaribu kusema kitu? Kesi ya Black Dahlia inabaki kuwa fumbo lisilo na majibu, na moja ya matukio ya kutisha zaidi katika historia ya uhalifu, na labda muuaji huyo hakuwahi kushikwa kabisa. Package yetu inakamilishwa na namba 1. Namba 1 ambapo ni The Tunksa Events, mwaka 1908. Tukio hili la Tunksa, asubuhi ya tarehe 30 Juni mwaka 1908, katika eneo la mbali kabisa la Siberia, Urusi, kitu kisichoeleweka kilitokea angani. Mashuhuda waliokuwa mbali kilomita nyingi waliripoti kuona mwanga mkali sana ukikatiza angani kama moto mkubwa unaosafiri kwa kasi ya ajabu. Baadhi walisema ulikuwa mkali kuliko jua lenyewe. Sekunde chache baadaye, mlipuko mkubwa ulisikika. Mlipuko ulikuwa na nguvu kiasi cha kutikisa ardhi na kuwafanya watu kuanguka chini hata wakiwa umbali wa kilomita kadhaa. Madirisha yalivunjika na mshtuko wa hewa ulisafiri kwa umbali mkubwa sana, lakini kilichokuja kugundulika baadaye ndicho kilichofanya tukio hilo liwe la kutisha zaidi. Maelfu ya miti iliporomoka kwenye mwelekeo mmoja, kana kwamba kulikuwa na nguvu kubwa iliyolipuka juu ya anga na kuisukuma chini kwa nguvu ya ajabu. Eneo kubwa la msitu liliteketea kabisa, lakini hapa ndipo siri ilipoanza. Hakukuwa na kreta kubwa, hakukuwa na shimo la ardhi kana kwamba ungeweza kutarajia baadhi milipuko ya kitu kikubwa. Hakukuwa na kipande kikubwa na kitu kilichopatikana. Watafiti walikuja na nadharia mbalimbali. Baadhi walisema ilikuwa ni meteorite iliyolipuka hewani kabla ya kufika ardhini. Wengine walidhani huenda ilikuwa ni comet au hata gesi iliyojaa angani, lakini hakuna nadharia inaweza kueleza kila kitu kikamilifu, kwa sababu nguvu ya mlipuko huo ililinganishwa na bomu kubwa sana, lakini bila ushahidi wa wazi wa kulisababisha. Je, ni nini hasa kililipuka angani siku hiyo? Na kwa nini hakukuwa na mabaki ya kitu chochote hadi leo?
Tunguska event inabaki kuwa moja ya matukio makubwa zaidi ya ajabu kuwahi kutokea duniani, na labda kile kilichoanguka kutoka angani siku hiyo hakikuwa kitu cha kawaida kabisa. Haya ni matukio baadhi tu, matukio ya ukweli ambayo yameiacha dunia bila majibu. Matukio yaliyotokea kweli, yakashuhudiwa, yakachunguzwa kwa miaka mingi, lakini ukweli wake bado umebaki gizani. Kila tukio lina swali lake, lakini hakuna hata moja linalopata jibu kamili. Na labda hilo ndio jambo la kutisha zaidi, kwa sababu huenda si kwamba hatuna majibu, huenda ni kwamba hatutaki kuyajua, au labda kuna watu wachache sana duniani wanaojua ukweli, lakini wamechagua kuuficha. Na kama hiyo ni kweli, basi ni mambo gani mengine makubwa bado yamefichwa kutoka kwetu? Kabla hujaondoka, jiulize swali hili moja: je, dunia yetu iko wazi kama tunavyofikiri, au kuna pazia ambalo hatulioni? Kwa sababu wakati mwingine ukweli haupotei, unafichwa. Kama unapenda kufahamu siri hizi zaidi, subscribe sasa, kwa sababu kinachofuata kinaweza kubadilisha kabisa unavyoiangalia dunia.